Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi ingine tena ambaye Mungu ameandaa ili nami tena nipate nafasi kupitia runinga ya Lolwe TV ili niwasiliane nawe moja kwa moja tukijifunza kutoka kwa maandiko na baadaye tuombe pamoja na wewe. Ndiposa ninakukaribisha asubuhi ya leo ili ukapate kuwa na nafasi uketi chini na uchukue Biblia yako ili tukapate kusoma pamoja, tuelewane katika neno ambayo nataka kusoma asubuhi ya leo, na tutajifunza na tutaomba pamoja. Kwa hivyo na kusili ukapate nafasi na uketi, utulie, tutasoma nawe, tutawasiliana na tutaomba nitakapomaliza. Kwanza nitataja jina langu. Ninaitwa Bishop William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa A Father of Holy Trinity. Kwa wakati huu ninaishi hapa Nairobi, ninahudumu hapa Nairobi. Kanisa iko pale Kibera, naishi hapa Olympic. Na Mungu amenipa hii fursa tena nikapate kufundisha neno lake kupitia runinga ya Lolwe TV. Ndiposa nataka tuende nawe kwa andiko ili tukapate kusoma. Kabla sijasoma, ningependa tena nikukumbushe ya kwamba niliwatangazia Jumapili iliyopita ya kwamba tutakuja kuwa na mkutano, na mkutano yenyewe itafanyika pale Rabur. Rabur iko Kisumu County. Ukitoka sehemu za Ahero ukielekea Kisumu, kuna center hapo katikati ambayo inaitwa Rabur. Kuna shule hapo ambayo inaitwa Utieno Youth Secondary School. Hapo ndio tutakuwa karibu na Utieno Youth Secondary School hapo. Na tutakuwa na convention ambayo itakuwa inaanza saa 2 mpaka saa 9 ya mchana. Baadaye tutakuwa na open air crusade hapo Rabur Center. Na injili itahubiriwa hapo, wengi wataokoka, na najua Mungu anaenda kutenda makuu kwa hiyo mkutano. Ndiposa ukiwa unatoka hiyo eneo, ninakukaribisha ukuje tukapate kuonana, tukapate kujifunza pamoja na kusikia neno na tuombe. Hata kama kunaye mgonjwa utamleta tu hapo, atapona. Najua Mungu wetu anaenda kuponya wagonjwa. Hata kama uko na shida, tukua nafasi yako tukutane hapo. Hiyo mkutano itaanza tarehe 7 mpaka tarehe 11. Tutawasili hapo tarehe 6, na tarehe 7 tutakuwa tumeanza mkutano mpaka Jumapili ya tarehe 11 Disemba. Kwa hivyo ninawakaribisha wote ili tukapate kukutana kwa hiyo mkutano. Tuende katika maandiko, na leo hii nataka tusome katika kitabu cha Ayubu. Kwa hivyo fungua nami kitabu cha Ayubu. Ayubu tutafungua mlango wa 5 na tutasoma katika mstari wa 6. Ayubu mlango wa 5 tutasoma katika mstari wa 6 na 7. Hapo ndio tunaenda kujifunza. Ndiposa soma pamoja nami ili ukapate kuelewa, na najua Mungu anaenda kutubariki. Biblia inasema ya kwamba, kwani taabu haitoki mchangani, wala mashaka haichipuki katika nchi. Lakini mwanadamu huzaliwa ili apate mashaka, kama cheche za moto zirukavyo juu. Ni hapo tu ndio nataka kufundisha kutoka katika hiyo mali tumesoma. Ndiposa kuwa na usikivu na utulie ili tupate kuelewana katika ili neno ambayo nimesoma. Tutaomba nitakapomaliza. Haijalishi unapitia hali gani, ama umeomba muda gani, ama ni nini inakufanya. Ukiwa na usikivu na uwe makini tunapojifunza,
na upate imani najua ya kwamba tutakapoomba lazima utakuwa na jibu kutoka kwa hili neno, kwa sababu neno la Mungu ndiye Mungu. Mungu hutuma neno lake kuponya watu wake. Neno la Mungu, Mungu hutuma neno kuokoa watu wake. Tena Mungu hutuma neno lake kubariki watu wake. Ndiposa ukiketi pale kwako, fungua mawazo na uwe na usikivu ili tujifunze kutoka kwa hili neno ambaye nimesoma. Nimesoma mahali imeandikwa ya kwamba, kwani taabu haitoki mchangani, wala mashaka haichipuki katika nchi, lakini mwanadamu huzaliwa ili apate mashaka, kama cheche za moto zirukavyo juu. Ayubu akanena na akasema ya kwamba taabu haitoki mchangani. Tuna wengi ambayo tunapitia mengi, tuko na shida mingi, kuna vitu ambayo inatufanya ama shida ambayo inatukumba, ambapo hata saa zingine tunajaribu ili tutoke katika hizo shida na haiwezekani ama imeshindikana. Na umejaribu sana, labda umetembea kila kona ukitafuta msaada wa maisha yako, lakini haipatikani. Mpaka saa zingine unaketi unajiuliza ni nini inanifanya, ama unajiuliza nitafanya nini ili nikapate kutoka katika hii hali. Labda ni hali ya kutafuta kazi, umeitafuta kazi, umesoma, lakini kazi haipatikani. Wewe ndio umesoma, lakini wewe ndio huwezi pata kazi. Mpaka saa zingine unaona ya kwamba shida hujui inatoka wapi. Umejiuliza nini naweza fanya hata nami pia nifanye kazi vile wenzangu wanafanya. Labda wenye mlisoma nao wamefanya kwa kazini, mpaka hata saa zingine wamedevelop, ukiwaona wamekuacha mbali sana. Mpaka saa zingine uko na uoga hata kuongea nao, kwa sababu maisha yako unaishi maisha ya shida, unaishi ni kama hukuenda shule. Na hii shida imekukumba hata kwa miaka mingi, mpaka saa zingine umechoka, labda unataka hata kuachana na kwa mji, unataka rudi nyumbani. Lakini wacha nikwambia kwamba taabu imeandikwa ya kwamba haitoki mchangani. Hakuna shida inaweza kupata mtu kama hakuna mali ilianzia ama hakuna mali inatokea. Shida yeyote ambayo tunapitia kama binadamu, kunaye mwanzo wake, kunaye mahali ilianza. Hakuna shida yeyote inaweza ikatupata kama hakuna mahali imeanza. Shida nyingi saa zingine inatukumba, inatoka hata kwa familia, inatoka hata kwa babu ama baba ama mama ama mimi mwenyewe. Yale nimefanya ama yale babangu alifanya ama yale babu yangu alifanya. Inamaanisha nini? Hata ukienda kwa Biblia unapata ya kwamba tuko naye mwanadamu ambaye anaitwa Adamu. Adamu alikuwa anaishi kwa bustani la Edeni. Na wakati alikuwa pale, hakukuwa na shida kwa maisha yake, hata kwa boma yake. Hakukuwa na kifo, hakukuwa na umaskini, hakukuwa na magonjwa ama vifo. Kwa sababu wakati huo Adamu alikuwa anaishi maisha ya kitakatifu. Alikuwa amemcha Mungu, alikuwa ni mtu mwenye wanaongea na Mungu, wanaasiliana na Mungu, kwa sababu hakuwa ametenda dhambi. Hakuna kibaya Adamu alikuwa amefanya wakati huo, na Mungu akawa rafiki wake, Mungu akawa Mungu wa Adamu. Lakini ilifika wakati Mungu alimpa bibi ambaye anaitwa Hawa, wakaishi pale bustani la Edeni. Lakini kunaye adui wa Mungu ambaye anaitwa Shetani. Shetani alipoona maisha ya Adamu anaishi na bibi yake Hawa, akawa na wivu, akawa na chuki, akaenda pale na uongo, kwa sababu Shetani ni muongo. Akaongelesha mwanamke, akamdanganya, wakakula lile tunda ambaye Mungu alikataa wasikule. Na siku yenye Mungu alikuja akapata wamekula lile tunda, hiyo siku ndio Mungu na Adamu walitengana. Kile inatutenganisha na Mungu ni dhambi. Na Adamu alipokula lile tunda, Mungu alipokuja akapata ya kwamba amevunja ile agano yenye Mungu aliweka na yeye, na akakula lile tunda ambaye Mungu alikataa sikule. Hiyo siku ndiyo Adamu alitolewa pale bustani la Edeni na akafukuzwa nje na mke wake.
Walipofukuzwa, shida ikaanza kuwakumba. Wakati walikuwa wanaishi Eden, hawakuwa wanakufa, hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na uchi, hakukuwa na njaa, umaskini haikukuweko. Lakini walipofukuzwa pale kwa sababu ya dhambi yenye walitenda, shida ikawajia, wakaanza kuwa wagonjwa, wakawa kuwa na shida, na hata ikafika wakati wamezaa watoto wawili na mmoja akaua mwenzake, kwa sababu sasa hawako kwa mkono wa Mungu, hawako kwa nchi ya Mungu, wako kwa nchi ya dhambi, nchi ya mateso na shida, na kile imewapeleka pale ni ile dhambi waliofanya. Asubuhi ya leo wacha nikueleze vizuri. Unajua kuna boma nyingi ambayo tumezaliwa, na wale wamezaliwa pale unapata ni shida juu ya shida. Hata kuna boma zingine watu hukufa kila mwaka, watu hukufa kila baada ya miezi mitatu, lazima mtu azikwe. Na ukifuatilia vizuri utapata ya kwamba kunaye kile ilifanyika kwa hiyo boma ambayo imefungua mlango ya kifo kuwa watu. Labda saa zingine baba ya huyu boma labda aliua mtu kupitia uchawi, na vile aliua huyu mtu, hii ndio dhambi ambayo imeleta shida kwa hii boma. Damu ya mwenye aliuawa inalia kwa hii boma. Paka unapata saa zingine kuna boma, hata we kama we ni mwanamke umeolewa pale, ukizaa mtoto kijana, huyo mtoto lazima atakufa. Lakini msichana ukizaa naye anakuwa. Kwa nini? Labda kunaye kitu ilitendeka pale yenye imekataa ya kwamba mtoto kijana hawezi akakuwa kwa hiyo boma. Na ukifuatilia vizuri utapata labda ni matendo yenye ilitendwa hata na babu ama nyanya, na hiyo kitu sasa imebaki ikikula watu wenye wanazaliwa hapo. Biblia inasema taabu haichipuki kutoka mchangani. Shida yenye imekukumba haijakuja tu, haijatoka mchangani. Si shida yenye inatembea kwa hewa, kunai mahali ilitokea. Ndio sababu hata ukiomba unapata ya kwamba haikuachi. Unajaribu, unaenda hata kwa waganga. Kuna wengi wametembea, wameenda hata kwa waganga wakitafuta msaada, lakini pesa na mali yao ndio inatumika, lakini shida imebaki nao. Hawana amani, wamejaribu kila kona. Labda umeteseka, umefungwa na roho ya ulevi, unateseka kwa mkono ya pepo ya ulevi, unakunywa mpaka hata maisha yako inakaa ni kama wewe hauna mbele wala nyuma, kwa sababu kuna wale wamefungwa na pepo ya pombe. Hata upate pesa mzuri yenye nafaa ufanye na kitu inaweza kusaidia, hiyo pesa inaisha kwa ulevi. Na ulevi hukuja na umalaya. Unapoingia kwa ulevi unapata ya kwamba umeingia hata kwa umalaya. Mpaka saa zingine asubuhi ya leo ninaponena na wewe, maisha yako imedhoofika, hauna amani, mali yako inaisha kwa sababu ya ulevi na umalaya. Ile pesa ama mali yenye unatumia kwa raha ni pesa kubwa yenye nafata kusaidia ama kupeleka watoto wako shuleni, lakini kwa sababu umefungwa pale, wewe umetekwa nyara na ulevi, hakuna kizuri unaweza ukafanya. Mpaka saa zingine asubuhi nikiongea sahihi unalia ukiona ile hasara yenye yenye unapitia kwa sababu ya ulevi. Na hii ulevi ukifuatilia vizuri utapata ya kwamba si wewe peke yako. Labda ilianza kitambo, iliua babu yako, ikaua baba yako, na imeua hata wandugu wako, hata na wewe imekushika. Hii si pombe ambayo imechepuka tu, kunai mahali ilianzia. Labda kuna mtu aliuawa kwa pombe na damu yake inalia kwa hiyo boma, imekataa ya kwamba wale wamezaliwa pale lazima wakufe kwa pombe. Hata wengine wao wanaongea wakijisifu ya kwamba pombe ni ya boma yetu, hata baba yangu alikunywa, hiyo ni kitu ya boma yetu. Wacha nikwambie, shetani hajaleta dhambi kujenga naye boma. Kile kitu shetani ameleta ili auwe nayo, ameleta ili haribu nayo, ameleta ili asambaratishe. Diposa ukiangalia hiyo boma, pombe inamaliza hiyo boma. Labda hiyo pombe ilifanya baba yako na mama yako wakatengana, na mama yako akawacha babako kwa sababu ya ulevi. Mpaka labda saa zingine nikinena na wewe ulilelewa tu na mama mwingine, ama ulilelewa na dada ya mama yako, kwa sababu pombe ama ulevi ilitenganisha wazazi wako. Na wewe pia unapokuwa mkubwa sasa umeoa, hii pombe tena imekuingia.
na unakunywa mpaka hata bibi yako hana amani. Watoto wanaishi kama chokora, ni kama baba yao hafanyi kazi, sababu ile pesa unapata inaisha kwa ulevi, ile pesa unapata inaisha kwa raha. Mpaka saa zingine wenzako wamejenga, wengine wako na mali, wengine wamenunua hata magari, na wewe mali yako yote inaisha kwa baa. Kuna wengi tunaishi, hata tunaweza ishi Nairobi, unaishi vizuri, unaenda watu wanakuona ni kama wewe ni binadamu, unaishi vizuri, lakini mahali ulitoka huko ushago kwenu hakuna hata nyumba umejenga, hakuna kitu kizuri ambayo iko pale. Paka hata kitu ikikupata unaibika hata kupeleka marafiki zako nyumbani kwa sababu umefungwa. Biblia inatuambia kwamba taabu haitoki mchangani. Hii shida imekukumba haijatoka mchangani, kuna mali imefuata. Lakini kuna Yesu Kristo mwana wa Mungu, yenye Mungu alimtuma ili hata kama tunapitia hali gani atukomboe. Haijalishi hii shida ilipitia wapi, haijalishi kama ni wewe mwenyewe ulitenda makosa yenye imefanya unateseka sahihi. Kuna wasichana ama wamama wanateseka maishani, na ukifuatilia vizuri utapata kuna matendo walitenda walipokuwa wasichana. Wengine walitoa mimba, na walipoavya mimba na wakamwaga damu ya watoto. Hii kitu sahihi imekuja kuwatesa, mpaka saa zingine uko kwa ndoa, ukishika mimba yako inatoka. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ulifanya, na hii imekushika inakutesa, hujui ufanye nini. Na labda saa zingine nikiongeza hii unalia, hauna amani, unatusiwa, unapigwa, ama unaambiwa maneno yenye ambayo inakunyang'anya amani. Lakini asubuhi ya leo bado kuna tumaini, kwa sababu tulipofanya dhambi Mungu alitengeneza njia ya kutuokoa ili tutoke dhambini. So hata kama ulifanya nini, kunaye Yesu Kristo yenye alitumwa ili yeyote atakayemkubali amkomboe. Ukikubali Kristo leo, hata kama umetoka kwa boma ya wachawi, babu yako ama baba yako alikuwa mchawi, alifanya maovu, ukikubali Kristo atakukomboa na atakusamehe hiyo dhambi na utakuwa huru. Hata kama unagonjeka, kuna wengine wanagonjeka, na ukifuatilia hii ugonjwa yenye kukumba ni ile ya mapepo. Kuna wale wanagonjeka magonjwa mengine hata ukienda hospitali huwezi pata dawa, ama ukipimwa ugonjwa haipatikani, lakini wewe ni mgonjwa. Inamaanisha ni mapepo. Na haya mapepo labda ni majini ambayo ilifugwa na babako, ama wewe mwenyewe ulienda ukanunua majini ukitaka utajiri, shetani akikudanganya. Juu shetani ni muongo, huwa anadanganya wengi ya kwamba unapokuwa wake atakutajirisha. Kwanza shetani mwenyewe ndiye maskini. Biblia inatuambia kwamba shetani alipokuwa mbinguni, vita ilianza pale kwa sababu aliasi, na Mungu akaanza vita na yeye, na alishindwa mbinguni. Alipotupwa ulimwenguni alikuja mkono mtupu. Biblia inatuambia kama alianguka ulimwenguni akiwa kichwa imeangalia juu na chini na mguu imeangalia juu. Hakuna kile shetani alibeba kuja nayo ulimwengu huu. Na yeye ni muongo, sasa anadanganya watu. Labda umedanganywa, ama mchawi amekudanganya, amekupea dawa ya kwamba hii dawa itakupea mali. Badala hii dawa ilete mali, imeleta visirani, imeharibu maisha yako, imeharibu maisha ya watoto wako. Mpaka kuna nyumba ukiingia unapata mtoto mjinga mwenye anaongea peke yake. Unauliza nini nafanyika kwa hii nyumba? Kumbe ni ile matendo yenye mzazi alifanya ndio imefanya mtoto akawa mjinga. Lakini kunaye Kristo bado unaweza kimbia na ukamwendee ili ukasarende maisha yako kwake, na atakusamehe. Yesu Kristo akutiari kutusamehe dhambi zote ambayo tumefanya. Hata kama uliua mtu, Yesu atakukomboa na atakusamea. Hata kama wewe ni mwizi, umeiba vitu ya watu, labda umeua hata wengine. Juu kuna waizi wenye wanatembea na bunduki wakiua watu. Umemwaga damu, lakini bado unaweza kubali Kristo asubuhi ya leo ili akuokoe na uwe mtu mzuri, na hata badilisha maisha yako. Biblia inatuambia kwamba taabu haitoki mchangani. Haitoki mchangani. Hata kama wewe uko na shida gani, ama uko na shida ya kuolewa, wewe ni mrembo, uko na kazi, uko na pesa, lakini Bwana imeshindikana. Umejaribu mbinu yote,
haiwezekani. Labda ukiolewa, kuna wamama sahii nikiongea asubuhi anaishi kwa nyumba yake na watoto 3 na kila mtoto akona baba yake. Akienda akiolewa, akipata mimba anafukuzwa. Shetani amekataa usiishi na Bwana. Paka saa zingine asubuhi ya leo unateseka. Unalia usiku huwezi lala. Kuna wale wako na mawazo hawezi lala hata usiku kwa sababu ya yale anayepitia. Lakini Yesu Kristo ninayemhubiri asubuhi ya leo akona uwezo ya kukukomboa katika hiyo hali. Ni kwamba Yesu anataka tu ukubali kwake ili akuokoe. Hata kama umefungwa, unalala usiku, unaota ndoto chafu, mapepo yanakunyonga, wengine mapepo wanalala nao usiku wanapolala, hauna amani kwa maisha, kimbilia Yesu. Ana uwezo, ana mamlaka na nguvu, hakuna inaweza kumshinda. Hata kama ni nini la kufanya, leo asubuhi unaponitazama, kubali kwa Kristo, kwa sababu ana uwezo, ana mamlaka na anaweza. Alifufua Lazaro kutoka kwa wafu. Baada ya Lazaro kufa na kuzikwa, baada ya siku 4, Yesu alipokuja, Lazaro alifufuka na kawa mzima. Hata kama roho yako imekufa, mpaka umesema mimi sitaolewa kwa sababu nimejaribu, napata wanaume wanadanganya, ama tunapanga na hiyo mpango, tunapopanga ikifika wakati nafaa tufanye harusi inavunjika na tunakosana. Imetendeka kwa wengi mpaka sasa umechoka. Leo fufua hiyo imani ya kwamba Yesu Kristo atakomboa na anajua hilo Bwana anafaa kukuoa. Hata kama wewe ni mwanaume, kuna wanaume wengi wanaishi hata kuoa wameshinda. Hawezi oa, wameshindwa na kuoa. Akipata msichana ama akioa, bibi anatoroka naenda. Mpaka labda saa asubuhi ukikaa, ukihesabu watoto wako wenye wanawake wameenda nao ni 3 ama 4. Umeshindwa kuishi na bibi. Wewe bado ni mdogo, lakini umeoa wanawake 4 na wamekutoroka wote. Mpaka unashindwa nini na kufanya. Asubuhi ya leo nimeleta Yesu, mwenye akona uwezo na mamlaka na anaweza akakukomboa. Ukikubali kwake, hata kama ni nini na kufanya, Yesu Kristo atakukomboa. Biblia inatuambia kwamba taabu haichipuki ama haitoki mchangani. Kunai mahali hii shida ilianzia. Baba, hata kama boma yako inaharibika, umezaa watoto wenye wanakuletea stress, huoni amani kutoka kwa watoto wako, hauna tumaini na hao watoto wenye umezaa, kwa sababu shetani amewashika na amewafunga. Chunguza vizuri, kunai mahali hii shida ilipitia. Jisposa hata asubuhi ya leo, kuna wazazi wamezaa watoto, wamewapeleka shule, na wengine wametoroka hata wamekataa kuenda shule. Wengine hata wako colleges, wengine wako university. Na unapata umelipia mtoto kila kitu university, na unampea pesa ili akapate kusoma. Lakini akienda pale, ameingilia raha, ameingilia bangi, ameingilia usherati, ameingilia uizi, mpaka unauliza nini nafanya huyu mtoto. Umejaribu kumuongelesha, imeshindikana. Mpaka hata labda sasa umechoka na yeye, mpaka unasema heri akufe. Wacha nikwambia kwamba kunaye Mungu naweza mkimbilia ili akawakomboe huyu mtoto wako, kwa sababu labda kile inamfanya ni kile ilitoka kwa boma yenu, ama ni kile imetoka kwako kwa matendo yenye ulifanya. Juu kuna wengi wamefanya mambo machafu na hii mambo imewarudia, hawajui wafanye nini. Bado kunaye suluhu. Yesu Kristo mwana wa Mungu yuko tayari kukukomboa na ili uwe huru na akufungue katika hizo minyororo. Asubuhi ya leo unaponitazama, mama, hata kama unaishi na Bwana lakini hamuna amani, kuna nyumba nyingi imejaa vita, kelele, matusi, hakuna amani. Tena kuna nyumba ambayo saa ile pesa haijapatikana, watu wako kwa amani. Unapata bibi na bwana wanaongea wakicheka, wakipanga mipango yao. Lakini pesa inapoingia, pesa inaingia na kisirani. Watu wanakosana, wanapigana, ama bwana anatoroka anaenda nje, atarudi kama pesa imeisha. Kuna wengi wanapokuwa na pesa, shetani anawatorosha kwao. Wanakimbia, wanaanza kutembea nje. Unapata amewekwa na mama mmoja, pesa inatumika pale. Pesa ikiisha ndio narudi. Na hii labda inafanyika kwako we mama, na unatazama asubuhi ya leo. Na ukitazama hii kitu vizuri, labda utaona hata mama yako na baba yako hawakuishi na amani. Mpaka hata we ulisoma tu kitabu na baba yako alikuwa na kazi.
Na wewe pia unapoolewa, ile shida ilikumba mama yako inakukumba hata leo. Paka unashindwa ni nini naendelea. Yesu Kristo yuko mwenye ako na uwezo na mamlaka. Kubali kwake ili akuokoe na atakukomboa. Hata kama ni shida ya biashara, kuna wale shetani amekubali unaanza vizuri mpaka watu wanasema John naye biashara imemkubali. Unaona unafanya biashara inanawiri vizuri, unaweza fanya vitu, unaweza jenga nyumba, lakini kuna wakati ikifika shida inaanza na biashara inaanguka, kila kitu inaharibika, paka unabaki ukinena peke yako. Labda hiyo ndio hali uko sahihi, na hiyo ndio mahali unapitia ninapoongea leo. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu ninayemhubiri asubuhi ya leo ako na uwezo wa kuvunja hizo nguvu zote. Hata kama ni mapepo ambayo inatumwa na waganga, hata kama ni mapepo ambayo ililetwa na mtu kwa boma yenu, ama kuna kitu ulifanya ambayo inafanya mapepo yanakutesa, kubali Kristo, kwa sababu yuko ili akukomboe. Leo asubuhi ya leo nataka kuomba na kila mmoja mwenye anayenitazama. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi nini nakufanyikia, haijalishi umeishi maisha gani, leo kubali Kristo. Angalia maisha yenye unaishi. Ona vile shetani anakutesa. Wengi tunalipa hata school fees ya watoto. Shule ikifungwa vile sasa inafungwa, ile result watoto wanarudi ni aibu. Watoto wanapata mpaka unashindwa nini nafanya watoto wangu. Mapepo ya ujinga imeingilia watoto. Hakuna mwenye anapita mtihani. Umewapeleka shule mzuri, unalipa pesa kubwa upale, lakini hakuna mazuri wanarudi nayo. Si makosa ya hao watoto. Kunaye shida mahali, Yesu ndiye anajua. Ukikubali asubuhi ya leo, tutaomba pamoja na wewe. Najua watoto wengi wanaenda kufanya mtihani hii wiki. Wengine wa form 4 ama class 8. Nataka ukubali kwa Kristo. Tunapoomba asubuhi ya leo, Mungu anaenda kufungua akili yako na unaenda kupita mtihani. Ndiposa unaponitazama, hata kama ni kazi unatafuta na uko na cheti chako pale, chukua kwa mkono. Hata kama ni njia za ndoa, ama ni magonjwa, ama ni shida ina gani, taka uwe na imani, kwa sababu nataka kuomba na wewe. Unaponitazama pale, chukua hatua ya imani ya kwamba sasa tunapoomba pamoja na wewe, hata kama ni ugonjwa, ama ni kisirani kwa nyumba, ama ni kisirani kazini, ama ni njia zako zimefungwa, ama unatafuta kazi ya upati, ama uko na shida na boss wako kwa kazi, nataka ukubali, kwa sababu maombi yenye tunaenda kuomba itafungua kila njia na utabarikiwa na Mungu atatenda jambo kwa maisha yako. Ndiposa nataka uamini ili tukapate kuomba pamoja. Tunaomba. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, Mfalme, ninakuomba asubuhi ya leo kwa ajili ya hao ambao wameinama ama wamepiga magoti mbele yako. Nyosha mkono yako ukapate kuguza kila mmoja. Ninakemea kila roho ambayo inatesa watu wako. Mapepo ya umaskini, mapepo ya vita, mapepo ambayo inakosesha familia amani. Katika jina la Yesu Kristo, ninakemea hizo roho zote. Natuma baraka katika maisha ya kila mmoja. Baba, bariki huyo mzee, bariki huyo mama, huyu kijana ambaye amepiga magoti chini. Mfalme, nyosha mkono ukamguze. Anayetafuta kazi, fungua njia zake. Anayetafuta ndoa, Mfalme, ukafungua njia zake. Anayetafuta uzima kwa maisha yake, ukamponye. Baba, bariki wote ambaye wameinama mbele yako ili wakuombe, ili ukawaguze na ukawabariki. Jina lako lipewe sifa, kwa sababu we ni Mungu, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Ninashukuru Mungu yule ambaye tumemwomba, na uwa na imani ya kwamba ametenda, na chochote ambaye umeomba Mungu atakupa, kwa sababu akuna uwezo, na kile anacho tukimwomba anatupea. Kwa hivyo ninapomaliza, nakumbusha tu, chukua hatua ya imani na utafute kanisa mahali injili ya Yesu Kristo inahubiriwa, ili ukapate kuingia pale, mchungaji akapate kukuelekeza jinsi unaweza ukakua kwa uokovu, na uone vile Mungu anatendea wenye wamemheshimu. Narudia jina yangu, mimi ni Askofu William Abol. Natoka sehemu za Siaya County, mahali inaitwa Murmalanga.
natoka pale Matera Primary School ama Matera Mixed Secondary. Boma yetu iko hapo karibu na hiyo shule. Sasa ninaishi hapa Kibera Olympic, na pale Kibera ndio mahali ninahudumu, kanisa iko pale. Ninakaribisha yeyote ambaye ako Nairobi mwenye angependa kufika kanisani mahali ninahudumu. Namba yangu ya simu iko hapo kwa screen, unaweza yakachukua unipigie nikuelekeze vile utafika kanisani. Kuja tu mpaka Olympic Primary ama Olympic Stage, piga hizo namba, nitakuelekeza vile utafika. Ni vile nilisema nikianza, nawakaribisha kwa hiyo mkutano inaenda kukua pale Rabur. Tarehe 7 mpaka tarehe 11 tutakuwa pale Rabur. Rabur nilisema ukitoka Ahero ukielekea Kisumu iko katikati hapo. Na tutakuwa na mkutano mkubwa pale. Leta wagonjwa, kuja kama uko na shida, tupatane, tushiriki pamoja. Namba ya simu 0721 280025, 0721 280025, Airtel number 0782 495083. Mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you